Acha niimbe. In my life, I've never seen someone like you. Kama umepewa sauti na kipawa cha kuimba, wewe imba kwa ajili ya Bwana, kwa kuwa amekupa vyote hivyo kwa utukufu wake pekee. Usihangaike. Hili ni jukwaa. Hivi ni vyombo. Hiki ni kipaza sauti. Kazi ipo kwako kusema acha niimbe. Hii ni Gospel Sunday. Acha tumtukuze Mungu anayeishi milele. Ni mwaka ya kwake Mr. Pa yupo hapa Mtembeni leo kupitia 103.3 CFM mubashara kabisa kutoka Radio Dodoma Tanzania. Hatimaye tumeweza kumpata kutokea maeneo hivi ni humu Mtumba Yes. Karibu sana kwenye Gospel Sunday mtumishi wa Mungu. Nashukuru sana. Bwana Yesu apewe sifa. Amina, barikiwe. Heri ya mwaka wenyewe ndio unaoimbia hapa bwana ni mwaka wetu wa kufanikiwa. Yes. Mwaka ambao si wa kitoto unajua Naam. Ni rekodi ya mwaka huu 2025. Yes. Okay. Rekodi mpya kabisa. Kwa nini ni mwaka? Nyimbo nyingi nimeimba wakati wa kipindi kigumu sana. Ndio. Lakini nyimbo ni mwaka nimeipata wakati niliona Mungu akifanya mambo katika huduma yangu. Ndio. Okay. Ndio maana wakaamua kuleta ni mwaka. Ni mwaka wa baraka. Sawia kabisa bwana. Mara nyingi sana tumecheza kazi zako hapa kwenye Gospel Sunday, lakini tukasema tunapata time ya kuja kupiga story. Sasa leo umefika kwa mara ya kwanza. Yes. Yule ambaye anatusikiliza kwanza tuanze kumfahamu Mr. Pa ni nani hasa, majina yake halisi ambayo yapo kwenye vyeti vyake. Mzaliwa wa wapi? Yes. Lakini tuweze pia kufahamu kuhusiana na huduma yako ya uimbaji, umeanza muda gani? Karibu sana. Asante sana. Mimi nimeanza huduma yangu 2016. Yes. Katika kijiji kimoja kinaitwa Garunyangu. Upo mkoa wa Singida. Singidani Singidani. Okay. Yes. Ni mtoto wangapi? Mimi kuzaliwa ni nadhani mtoto wa 6. Ni wa 6. Mwishoni ila yupo wa mwisho. Kwa hiyo wewe alafu anaachia wa mwisho kabisa. Yes. Ambaye ndo kitinda mimba mwenyewe. Sawia. Muda gani umeingia kwenye uimbaji wa gospel? Maana naona kama una harakati nyingine pia ambazo unazifanya, baadaye tutazungumza pia kuhusiana na hilo. Yes. Nakumbuka 2016 ndiko nilianza kuimba, ila nilianzia kwenye bendi. Okay. Kwenye bendi wakati bendi kwaya, bendi ya muziki wa dunia. Hapana, kwaya. Okay. Yes. Na ina gani? Pale kanisa pale wanaita Garunyangu. Yes. Pale kwa hiyo ulianzia Singidani kabisa. Singidani kabisa. Okay. Ndio. Kwa hiyo safari yangu ya muziki ilianza pale kwenye hilo kanisa la KKKT. Ila sasa hivi nipo Hemba la Makutano. Okay. Hapa Dodoma. Kwa hiyo ilipoanza safari hiyo 2016 nilikuwa naimba bendi. Baadaye hiyo bendi ikatawanyika. Nikabaki mimi. Okay. Kabisa. Ukaamua kusimama sasa mwenyewe peke yako. Peke yangu 2017 nikapata nafasi ya kurekodi nyimbo zangu za kwanza kabisa. Okay. Ndio. Ulirekodi wapi? Na rekodi ya kwanza kama unaikumbuka ilikuwa inaitwaje? Wema Wako. Wema Wako. Okay. Nadhani hata video yake iko YouTube. Iko YouTube pia. Sawia. Tofauti wa Mr. Pa wa kwenye bendi na Mr. Pa wa leo ambao tunasimama na yuko mwenyewe, unauona ukoje? Ama umefikia kiwango cha kusema kwamba naweza pia nikasimama mwenyewe kuliko kuwa kwenye bendi? Ndio. Utofauti ni mkubwa sana kwa sababu nilivyoanza kwenye bendi sio sasa kama nilivyo sasa hivi. Niko tofauti sana. Ndio. Na nimeona kwamba niko tofauti, ndio maana nikaamua kujisimamia mimi kama mimi. Okay. Yes. Safari ya kutoka Singida tu Dodoma tupitishe kwa uchache. Yes. Dodoma hapa nimekuja mwaka jana. Mwezi
mwezi wa kwanza. Okay. Kama tarehe 17. Kwa hiyo mwaka sasa hivi unao Yes. Okay. Ndio. Mazingira na kilichokufanya sasa uweze kustick Dodoma na sio Singida ni kipi hasa? Mazingira ambayo na mazingira uwezo wa kazi kwamba huku unaweza kufanya zaidi kuliko ulivyokuwa Singida, ama ni nini hasa ambacho kimekuleta makao makuu? Kilichonileta hapa ni majukumu ya kawaida. Kwa sababu nilikuwa na talent pia ya uimbaji na nikaamua kazi za kawaida za mikono ndo zilizonisababisha mpaka nifike hapa Dodoma. Kafika Dodoma. Yes. Okay. Unajigawaje sasa kwenye majukumu yako? Maana ninaona kama sio director ama kama husika na masuala ya uigizaji. Yes. Basi utaniweka sawa kama nikijaribu kufuatilia profile yako. Inaonesha hivyo vitu. Unagawa vipi majukumu ya kuweza kuingia studio kutoa kazi? Maana naona una kazi nyingi kuliko ambazo tayari umekwisha kuzimba toka 2017 kama ulivyosema mpaka leo. Lakini pia ukifanya hayo majukumu mengine. Okay, kujigawa huwa natenga muda maalum. Kwa sababu kama kazi zangu za mikono, mimi sitegemei uimbaji. Okay. Peke yake. Huwa pia nafanya kazi za mikono. Kwa hiyo huwa napata muda, kwa mfano kuingia studio. Nyimbo zangu nimeziandaa nyingi. Kwa hiyo kwa sasa hivi nimestop kwanza kuingia studio. Okay. Kwa sababu nyimbo nyingi sana. Album kama 2, kama 2 hivi. Kwa hiyo muda hasa huwa natenga ni jioni. Baada ya kurudi kwenye majukumu ya kawaida, jioni nikipata muda naingia studio. Yes. Sawa, na mazoezi muda huo kuandika muda huo ama uandiki, unaingia tu studio unaanza kupiga vitu vinatiririka tu vyenyewe, unatoa ujumbe huo hapa. Okay. Mimi kwa nilivyozoea kwa kweli mimi huwa mara nyingi siandiki. Huwa siandiki. Okay. Huwa naandika tu chorus. Baada ya hapo vitu vingine vinajipa. Kuna nafasi ya kuweza kukumbuka wimbo na ukauimba ili hali uandiki? Yes, naam. Kwa hiyo ni kipaji kingine ambacho Mwenyezi Mungu amekutunuku na una kipekee, kwa sababu si wote wanaweza kufanya hivyo pia. Kabisa. Sawa. Umeeleza hapo kwamba kuna si chini ya album 2 ambazo unaweza unazo kutokana na kazi ambazo uko nazo. Nataka nijifahamu pia toka 2017 mpaka leo. Kuna album yote ambayo tayari umekwisha kutoa, lakini pia vipi kuhusiana na project za video ambazo umekuwa ukizifanya? Okay, kuhusiana na upande wa nyimbo zangu za audio kwanza. Ni kweli nyimbo nyingi, album kama 2 hivi. Nadhani nitafanya mpango wa kuzifanyia kwanza, kwa sababu bado sijazindua. Ndio. Sijazindua album ya kwanza, ya pili bado. Ila nilikuwa najipanga kwanza, maana kila kitu ni maandalizi. Okay. Yes. Na kila kitu ni maandalizi. Na upande wa kuzitengenezea video au kuzishoot zile, nadhani nitatenga muda mzuri baada ya kuzitambulisha sasa kwenye media hizi nyimbo. Hakika naamini nitazifanyia video. Ndio. Mr. Pa anawapa sikio waimbaji wengine wa muziki wa injili hapa nchini na nje. Ndio. Unaona muziki ambavyo unakuwa kila kukicha, leo kesho, yani hapa tukiingia kwenye YouTube, yani nyimbo nyingi zipo uploaded, yani mtu akatoa dakika 2 zilizopita, dakika 10 hapa iko premiere na nini na vitu kama hizo. Yes. Unaenda na vipi ili kuweza kuona kwamba haubaki nyuma pia kwenye swala zima la muziki wa injili, jinsi ambavyo unaenda kwa sasa hivi kisasa zaidi, lakini pia kasi kama hivi ambavyo nasema kwamba kila wakati mtu anahakikisha kwamba kazi inayotoka basi ni jiwe ambalo likitoka lazima watu waweze kusema yes, hapa kitu kweli kimetoka. Yes. Mimi kama mimi kwanza, kitu cha kwanza mimi huwa namuomba Mungu kabla ya yote kabisa, kwa sababu nyimbo nyingi huwa nazifuatilia. Waimbaji wenzangu waliotutangulia huwa nawafuatilia sana kwenye mitandao ya kijamii. Kila panapokucha nyimbo mpya zina trend. Lakini mimi pia mimi kama mimi nahakikisha kupambana. Ndio. Kitu cha kwanza ni kupambana, na ili kupambana inahitaji nguvu ya ziada. Nguvu ya ziada. Ndio. Na pia ili mimi kusogea mahali ni kupata interview kama hizi hapa. Ndio. Leo wewe mtumishi wa Mungu umenipa interview kama hii. Manake sasa hivi nasikika, si ndivyo? Lakini kama
kipindi cha nyuma hapa sijawahi kuingia kwenye media yote Ndio. ya radio. Kwa sababu kuna mahali niliweza kuomba lakini sikupata nafasi. Naona. Kwa hiyo ni namba ni tuseme ni namba nyingine sasa na neema nyingine pia. Hakika. Kwa mimi kama kwenye mziki wa Injili kwa mimi nahakikisha kwamba kwanza namuomba Mungu na pia kutambua wapi niliko kutoka na wapi nako kwenda. Sawa sawa. Kila kitu ni maombi. Na kujua thamani ya hicho kitu ambacho ninacho. Nina huduma. Unajua katika mimi ninavyojua au ninavyojisimamia mimi kama mimi. Ndio. Naelewa kwamba ukitambua kuna vitu vitatu ambavyo unaweza kuvitambua wewe kama mwimbaji. Kitu cha kwanza ni kuiombea huduma yako. Kitu cha pili ni connection na watu wengine. Kitu kingine cha tatu ni kuipenda huduma. Kabisa. Mimi naipenda huduma yangu sana mwimbaji. Unaipenda sababu ndio kazi ambayo umeitwa sana. Naipenda sana. Okay. Kwa hiyo kwenye hilo ondoa shaka mtumishi wa Mungu. Maombi kwanza. Yes. Maombi kwanza. Anaitwa Mr. Pa, tuko naye kwenye Gospel Sunday Jumapili hii hapa leo tarehe 23 mwezi ni Machi mwaka 2025 kupitia hapa Mtembeni 103.3 CFM, na bado anaendelea pia kueleza kuhusiana na safari yake ya muziki wa Injili hapa nchini Tanzania. Kama una lolote weza pia kumuuliza kupitia nambari 0739103300 0739103300. Uweza kuelekeza hapo ujumbe wako mfupi wa maandishi. Kuna wakati hapa tuliketi kwa naimbaji hapa tuliweka mjadala mkubwa sana na simu mpaka ikapigwa. Kuna chama kinaitwa Chamuita, sio kama unakifahamu? Yeah, nakisikia. Nyinyi waimbaji, mmoja wa waimbaji hapa Dodoma. Dhumuni kupush kuangalia maslahi na vitu vingine ambavyo vinaweza pia vikasaidia huyu mwimbaji kuweza kusonga mbele zaidi. Yes. Tunaamini mziki wa Dodoma hapa tulipo, na nilikuuliza mapema ukasema unawapa sana sikio watu pia. Sana. Tunakuwa maana nipo kwenye industry ni muda mrefu sana kwenye mziki wa Injili hapa Dodoma. Yes. Tuna wapi ambapo sisi tunashindwa kuweza kupenya kama ambavyo leo tukisikia mwimbaji kutoka Mbeya bwana, yani lazima support, unaiona kabisa jinsi ambavyo watu wanafanya. Yani Yes. huyu hapa na wanamshika anaenda duniani. Dodoma wapi tunafeli? Kwa sababu kwa Dodoma siko kwa muda mrefu sana. Lakini niongee kwa ufahamu kidogo. Ndio. Kwamba kwa sisi waimbaji sio kwamba media zinafeli. Na sio kwamba sisi, yani ni sisi waimbaji pia changamoto kubwa kwa waimbaji. Mimi nimepita bro kwenye matamasha Ndio. ya muziki. Tunakutana waimbaji wenzangu wanalia. Kwa nini? Kwanza hawapati media